homa ya ini aina B ni ugonjwa uko kwa sehemu kubwa sana ulimwenguni kote. Takriban watu milioni 254 kwa takwimu za mwaka 2022 kutoka WHO walikuwa na maambukizi sugu ya homa ya ini. Na kwa Afrika ni takriban watu milioni 65. Kwa Tanzania takriban 5 mpaka 7 ya Watanzania wanaishi na virusi vya ugonjwa wa ini aina B. Na mwaka huo vifo vinavyotokana na ugonjwa aina B, ugonjwa wa homa ya ini aina B vilikuwa kama milioni 1.1. Changamoto ya homa ya ini, kwanza, maambukizi yanayopelekea usugu wa ugonjwa wa homa ya ini kupatikana katika umri mdogo. Kwa mtoto anazaliwa nayo au anapata kabla hajafikisha miaka 5 au 10 na kuendelea. Tunaweza tukaikinga jamii isipate hayo maambukizi kwa kufanya nini? Ni kwa kuwaelimisha jamii waweze kupata chanjo. Chanjo inapatikana, si ndio? Chanjo inapatikana na ni bei rahisi kabisa. Kwa hiyo anatakiwa achanje. Kwa mfano akichanja leo, achanje baada ya mwezi mmoja, achanje tena baada ya miezi 6. Kwa hapo unakuwa umekamilisha na mtu hawezi kuambukiza tena homa ya ini aina type B. Si ndio Kwa sababu yenye chanjo ndio hiyo type B. Lakini kwa yule ambaye tayari ameshapata maambukizi, wewe kama mhudumu wa afya ngazi ya jamii unaweza kumshauri. Unamshauri aende akapate dawa, kwa sababu dawa zinapatikana. Na zile dawa anakunywa maisha yake yote. Akija Sekoture dawa tunazo, akija Bugando dawa zipo. Kuna dawa zinaitwa Tenofovir. Kwa hiyo anakunywa kidonge chake kimoja maisha yake yote. Tumeona kwamba kuna janga kubwa la homa ya ini na wananchi wengi sasa wanakuja kwenye hatua za mwisho kabisa, wameshindwa kabisa kufanya maini yao yanashindwa kufanya kazi. Kwa basi baada ya kuona hivyo tukaona kwamba ni vyema sasa tushirikiane na jamii kuweza kuhakikisha kwamba hawa watu wenye shida ya homa ya ini watambulika mapema, lakini pia wale ambao hawana homa ya ini basi wapate chanjo. Tukikumbuka kwamba serikali imeanzisha chanjo kwa ajili ya watoto tangu 2002. Lakini wale waliozaliwa kabla ya hapo wengi hawana chanjo na ndio ambao waathirika wakubwa. Tulikiana na taasisi ambayo ni sio ya kiserikali, inaitwa Community Health and Development Foundation, inaitwa CHADF. Mimi kule ni mwenyekiti, tuko na wenzangu tumejumuika pamoja, tumeona sasa ni muda tuanze project inaitwa Tunza Ini Project. Tunza Ini Project ni project ambayo itatusaidia kuzuia maambukizi kwa jamii. Moja wapo ambayo tumefanya ni kuhakikisha kwamba kila mama mjamzito anahakikisha kwamba anapima na anajua kwamba yeye hana homa ya ini au anayo, basi mwenye ambaye hana homa anapata chanjo, lakini pia kama ana homa ya ini anapelekwa hospitalini. Kwanza tutagundua watu wengi, alafu pia tutaweza kufanya mipango mikubwa zaidi ili kuweza kuwafikia watu wengi zaidi. Kwa sababu mpaka sasa tumefanya kata 2 tu, kata ya Ilemela na kata ya Butima. Kwa hiyo tuna imani kwamba tukiweza kusaidiwa na kuhamasishwa, kupata hata funding pengine kidogo kwa ajili ya kuwasaidia kuweza kuzunguka pengine mkoa wote wa Mwanza na pia Lexon, pia itakuwa vizuri zaidi watu wote wa ngazi ya community health waweze kupata hii elimu, waweze kuendelea kusaidia ili kupanua uwigo wa kumaliza hili tatizo la hepatitis ambayo kwa sasa ni kubwa. Huenda tukawa kichocheo kikubwa kwa ajili ya kuleta ufanisi mkubwa wa kuibua wahanga wa hili tatizo. Pengine tunao, lakini kwa sababu hatukuwa na cha kuwasemea au hatukuwa na kichochote kichwani cha kuwatambua, ninajua kwamba tukishatoka hapa sisi tutakuwa mabalozi wazuri sana kwa ajili ya kuwakilisha elimu itakayoipata hapa na kuwaibua kwa ajili ya kupata huduma.